Kuna wanafunzi form 6 mnamaliza mnaenda chuoni. Ukifika chuoni, endelea na maisha ya ibada kama mwanzo. Usijifanye kule ndio kwamba hamna sare, kwamba unajua ukiwa na sare watu wanakuwa makini sana. Usije ukategemea unaenda chuo kwa sababu tu hamna sare ukajiona uko huru kupitiliza, utajiharibia maisha. Ukifika chuo, tembea kwenye kanuni zile zile. Chuoni sio sehemu ya kuolewa. Chuo sio sehemu ya kushiriki mapenzi kwa sababu hujavaa sare. Chuo sio sehemu ya kuishi unyumba na mwanamume mwingine ambaye umfahamu kwa sababu tu hauvai sare. Chuoni sio sababu ya wewe kuolewa au kubeba mimba kwa sababu mzazi hakuoni. Yaani itengenezeni dhambi nafsi. Ndio maana nasisitiza mjue Mungu wako kibinafsi. Biblia inasema mjue Mungu, mjue sana Mungu ili ndipo mema yatakapokujia. Moja ya mema yatakayokujia ni Mungu kukufundisha. Zaburi 32:8 anasema nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. As long as unamtafuta Mungu kwa bidii, utakapofika chuoni ukaendelea kuweka standard, mimi niliweka standard kwa sababu nilijua tu nikiingiza mambo mawili kwa wakati mmoja, moja lazima lianguke afu moja liwe na nguvu. Na nikwambie kitu kizuri, nimetoka chuoni na GPA ya 4 kwa sababu niliweka standard kwamba sijihusishi na mahusiano kama watu wengine, siolewi, sikai kinyumba na mtoto wa watu ametoka sio wapi nimekutana naye. Sifanyi mambo hayo. Nataka nitoke hapa nikiwa na GPA inayoeleweka. Alafu nikitoka hapa niwe na Mungu. Mimi nikisimama hapa nikimtambulisha Mungu niliyembeba, alafu nikasema nina GPA ya 4.5, 4.6, watu lazima wanisikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu lazima wanifanyaje? Wanisikie. Utakapoenda chuo, binti wa form 6, maintain standard zako. Usijifanye mimi sipendagi watu waliokoka. Unaanza kuhadisia na wenzako wengine kwamba huyu wewe ndo alivyo tu. Yaani tangu tuko form 6 alikuwa anapenda mambo ya hivyo hivyo. Sio anapenda mambo ya hivyo hivyo. Heri uonekane mshamba lakini kuna kitu unakitengeneza. Unajiandaa kuwa mama, unajiandaa kuwa mke. Vijana unajiandaa kuwa baba. Unataka kuwa baba wa namna gani kesho? Unataka kuwa baba ambaye amezalisha watoto tangu yuko darasa la 7 mpaka anafika chuo kikuu? No, maintain standard zako. Tunataka wasomi ambao wamembeba Mungu. Tunataka wasomi ambao wamebeba standard za Mungu. Tunataka wasomi ambao watamwakilisha Mungu. Hallelujah.